ni mwaminifu, ataibeba mpaka mwisho. It doesn't matter the process it will take. It doesn't matter what challenges we will face to reach there. One thing that I know this morning is that God, our Father, who began good works in you, shall carry it until the accomplishment. Oh, in the book of Ezekiel, chapter number 37, we read from verse 1 to songe chini kidogo. There is something here God wants us to run. So let me read verse 1. Then the hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord, and they set me down in the middle of the fire. It was full of ponds. Verse number 2. And he led me around among them. Behold, there were very many men on the surface of the fire, and behold, they were very dry. Verse number 3. And he said to me, Son of man, can these ponds live? And I answered, Oh Lord God, you know. So mahali hapo na umwana kangira kwetera asomo ikoye akambeka asegati yari kura gechire amauga akangetia asegati ya maugalia nkaroranga ni barenge amange mono aseri kuraliria na ende nkaroranga ni barenge amomo pi yes amomo pa elio akambolia aya mwanya bantu amaugaya nanyale kama moyo nkaira nalianga matebya ayo mwanane nyasaye nayo manyeti. Praise the Lord. Mwanane saba. Here we find that the spirit of the Lord igani gotoka nyoranga mwiko mwanane came upon his servant Ezekiel. Ogachaso musombo nyasaye Ezekiel. The hand of God okoboko kwa mwanane carried him. Okamuimokia. He took him to the fire. Okamuira ase dikura. The Bible says the fire of dry ponds. Asali kura ni mauga momo. Tunapoongelea ponde si mahali padogo. Lakini tunapokuwa na yale kura tadi asara. Ni mahali pakubwa. Na asara nenda mono. So the Bible says in that place ige Biblia ndanga asalia was full of dry ponds. Ikaisire amauga momo. The Lord took him all around. Nyasaye akamuira asa yonse. So akatazama jinsi mifupa ilikuwa imeachana. Ezekiel akaligera liruna amauga ali arenge mifupa ilikuwa ni ya watu, mifupa inakuwa ya watu ambao hawana uhai. Amauga ni kalenge ya abantu bali batali moyo. So watu ambao walikufa kitambo. Abantu bali bakwete kale. Hadi ni kama mtu akuchukue nyambera kule uende kuangalia vile watu wanadamu kule uchafu. Nabenga oyiru nyambera oro kibuna abantu bako tukutobo chafu. Yaani kitu mtu anakuuliza hii karatasi inaweza toka hapa ikuwe karatasi. Umuntu akubali kalisa kale ndi walibe na So the spirit of the Lord carried Ezekiel. Igobano mwikonya saye ukwemuke Ezekiel. And when he was there, na ndekera linga salia. The Lord took him all around. Nyasa akamutalia sana. Akatazama jinsi mifupa imefunjika. Akaligera limna mauga kunegele. Akatazama jinsi ilivyokuwa imekauka. Akarabuna mauga alia umete. Hakuona kama kunaweza kuwa na kitu hapo. Naro chinga gentoke baroro. So Mungu anamuuliza Ezekiel. Ona Nyasaye kumubali ala Ezekiel. Unaona aje na hiyo mifupa? Na kiorocha mkigoro ya mauga ya. Kuna uwezekano ya kwamba inaweza rudi ikuwe hai. Ama uwaya oponya letona koroga be moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanene Yesu. Kama binadamu ingekuwa vigumu kumjibu. Kwani kuna mwanya bantu niko yale kwa chakabako ngumu kwa sababu vile tunavyoona kwa macho yetu ya binadamu, mtu aliyekufa miaka ya zamani ambaye ni mifupa tupu, kukuambia ya kwamba ataweza amuka kwa kibinadamu na yaweza shtuka, itawezekanaje? Ezekiel anamjibu Bwana kwa hekima. I like the way he answered God. God asked him, Ezekiel,
Ezekiel says to God, Ezekiel akamwambia mwanene, oh Lord God, aya mwanene Nyasaye, you know. nayo manyete. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Bwana ya kwamba mimi sina ufahamu wowote. Akamwambia nchindini no kumanya konde kwa. Sina jambo litakalo lizungumza juu ya mifupa hii mikali. Bali wewe Bwana unajua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu katika maisha yako, yale ambayo unayaona, yale ambayo unayapitia, mengi ni machungu yanayochoma. Mtu anapokuuliza ya kwamba je, unaweza toka katika hali hiyo, wakati mwingine inakutoa machozi, kwa sababu wewe kwa nguvu zako umetalipu, umeshindwa. Mtu akikuuliza ya kwamba umekuwa mgonjwa kwa miaka mingi, je, unaweza pona? Ingine kwa kutazama kwako unaweza shindwa. So Ezekiel anauliza kwamba mifupa hii je, inaweza fufuka? Anamwambia Bwana, wewe tu ndiye unajua. Ningependa kusema na mtu wa Mungu ambaye amekata tamaa kwa sababu ya yale mambo ambayo umeyapitia. Katikati ya pole ya mambo hayo, ningependa nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba inawezekana kwa nguvu za Mungu mwenyewe. So hata kama uone ya kwamba kuna msaada unaweza toka popote, lakini ningependa nikufahamishe, nikuhimize ya kwamba yule Mungu aliyekuwa na Ezekieli ni yeye yule ambaye ako leo. Neno lake linasema ya kwamba je, kuna jambo linalomshinda Bwana? Hakuna jambo ambalo ni gumu kwake. Yeye anaweza. Unaposoma mstari wa 4, mstari wa 3, Mungu anamuuliza Ezekieli na Ezekieli anamjibu. Anamwambia ya kwamba Ezekieli, wewe ndiye unajua. Ezekieli anamwambia Mungu ya kwamba mimi sijui, lakini wewe ndiye unajua. So mstari wa 4, the Bible says, then the Lord told me, prophesy over those ponds, and they say to them, oh dry ponds, hear the word of God. Thus says the Lord God to these ponds, behold, I will cause breath to ponds. Sorry. Verse 5. Thus says the Lord God to these ponds, behold, I will cause breath to enter you, and you shall live again. Yes. Ayanaro mwanene Nyasaye akubatebya inwe amauga rora nimbeko moika bwo moyo imeya ino na inwe mobe moyo naende. Praise the Lord. Here now the Lord told Ezekiel to prophesy over those dry ponds. He is telling them, you dry ponds, thus says the Lord of hosts, behold, I will cause breath to enter you, and you shall live again. Kwa hivyo Bwana anaambia Ezekieli atapigie ile mifupa ambayo ilikuwa mikafu. Aiambia ya kwamba yeye mwenyewe atapuliza roho wake aingie ndani ya ile mifupa. Yes, na ile mifupa itasimama, ikuwe jeshi kubwa, ikuwe hai tena.
moyo nande. Na Ezekiel unaposoma kwenda chini, Biblia inasema ya kwamba akafanya vile ambavyo Mungu alivyomwambia. Ezekiel Biblia yote akakora mno monena matebeti. Kwa sababu ile mifupa ilisikiza lile neno la Bwana. So wakati alipoitabiria, Biblia inasema ya kwamba ikageuka ikakuwa jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mtu ambaye yako mahali hali hiyo ambayo unapitia imekufanya hautulii, imekufanya unataka hata uone kwako kwa sababu ya shida. Yale mambo machungu ambayo unapitia inashindikana kwa nguvu zako. Umengoja kwa muda mrefu sana, hata ionekane ya kwamba unaweza kuwa na msaada. Ningependa nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba Mungu anaweza katika shina yako. Bwana anaweza. Simama kwa imani, tabiria hiyo hali ambayo uliyo ndani, iambie ya kwamba hata kama leo iko hivi, kesho inakuja. Mungu wa amani atanisimamisha tena. Hata kama inaonekana ya kwamba kwa macho yako haitawezekana, hata kwa macho ya watu wengine wanapokutazama wanaona ya kwamba hautaweza, hata maneno yao yale yanayotoka vinywani mwao yanakususha, yanakufanya unakata tamaa, yanakufanya unarudi nyuma. Ningependa nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba Mungu anasema usimame utapigie hali hiyo, na itatii yale maneno utakayoyasema, kwa sababu kuna nguvu katika maneno. Utakaposema ya kwamba hautaweza, itabaki tu hivyo. So Ezekiel anamwambia Bwana ya kwamba mimi siwezi kusema lolote, bali wewe ndiwe unajua kama mifupa itaweza ishi tena. Kwa hivyo Mungu anamwamurisha ya kwamba tabiria hali hiyo, maana wewe ndio uko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo umepewa mamlaka asubuhi ya leo na Bwana Mungu, ili ukaweze kunenea hali hiyo. Inaweza kubadilika, haihitaji watu wengi, inakuhitaji wewe tu, inakuhitaji wewe mwenyewe. Usimame uitabirie na matunda yatatokea katika jina la Yesu. Tutembee kwa imani, na baada tusipokuwa na imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Haleluya. Tukue na imani ya kwamba Mungu anaweza. Tukue na imani ya kwamba hata kama tumepitia machungu aina gani, Mungu ana nguvu za kututoa katika magumu hayo na kutupa tumaini tena katika jina la Yesu. Kwa hivyo kitabu cha Waebrania 11:6, and this is what the Bible says, and without faith it's impossible to please him, for whoever will draw near to God must have faith that he exists and that he rewards those who seek him. Hebrews 11:6. Korende omonto atari no kwegena takonyara kumwegena Nyasaye naki oyo gocha sare no kwekana nagwenderete kwanchanga na leo naende ndigo akoba engeria
bakumulikia. Bwana Yesu asifiwe. So ni vigumu kwetu nigera kumwasetole kumpendeza Mungu kumogokio monene kama hatutatembea kwa imani, kwa sababu tukiwa na imani tunaweza nenea mambo makubwa yakatendeke. Tunaweza zungumza na hali ngumu na zikaweza kubadilika. Tunaweza sema na tunaweza nenea yale mambo watu wanaona yawezekani, na hayo mambo yanawezekana katika jina la Yesu. Kwa hivyo katika kila hali jua ya kwamba wewe ndiwe nabii wa hali hiyo. Watu wengine wanaweza kuwa hawaoni, lakini neema ya Bwana ikikushukia, simama, jitie nguvu, kuwa na imani, inua viwango vyako vya imani, enea hali hiyo, na Mungu atakusaidia na atakushindia katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni wewe tu utakaye simama usemee hiyo hali ibadilike. Mungu akuna uwezo wa kubadilisha mambo yote. Yale ambayo yanashindikana, kuna nguvu za kuyabadilisha yawezekane katika jina la Yesu. Wale ambao wanamtumainia Bwana hawataipika. So muamini Bwana katika hiyo hali, na yeye hata kuaibisha, hata kama inaonekana ya kwamba imechukua muda mrefu, inawezekana kwa Mungu, kwa sababu Ezekieli anaulizwa ya kwamba inawezekana kweli. Anamjibu Mungu ya kwamba mimi sijui, wewe ndiwe unajua. Mungu anajua hali yako, Mungu anajua machozi yako. Kwa asubuhi ya leo umepewa nguvu za kusimama na kunenea hali hiyo. Wengine wanafunzi, watoto wenu walifanya mtihani, kesho ni shule. Umejaribu kutafuta usaidizi hujapata. Kila mtu unayemwongelesha na kucheka. Wenye walikuwa tegemeo hata waonekani. Unajua wakati mwingine wakati mwingine unapokuwa na shida, hata kile kitu unategemea chako, kwa sababu uko na shida, watu wanateka advantage ya shida yako. Wanakugejeri tu, hata kitu ungeuza wakati mwingine 5,000, 6,000 unauza 1,000, kwa sababu you have no option. Wakati mwingine umekufa moyo, unataka yaani, umesema tu. Watu wengine hata wametoroka makwao, wanaume wameenda huko Masamba kwa sababu ya mambo kama hayo. Ningependa nikutie moyo ya kwamba simama, tabiria hali hiyo. Bwana anaweza kukusaidia, anaweza kukukomboa, anaweza kukutia nguvu. Kwa hivyo be a prophet of your situation. Prophesy to that situation. God has given you favor. God has given you the grace to speak over it. No matter how long it has taken you. Ningependa kukwambia kwamba Mungu anaweza. Kwa hivyo katika mambo yote mtumainie Bwana. Inawezekana. Yaliyoshindikana kwa nguvu zetu, yaliyoshindikana kwa mtazamo wetu, yaliyoshindikana kwa mawazo yetu, kwa Mungu yanawezekana. Kwa hivyo Mungu akutie nguvu katika hali hiyo. Usimame mara tena katika jina la Yesu. Amen, amen. Ningependa tusimame juu tunapoimba wimbo huu.
ili tuweke maombi ikuwe vizuri. Kwani jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani jambo kwani jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Ningependa tuinue mikono yetu juu, pia Bwana kwamba hakika kwa macho yetu unaweza onekana ya kwamba haiwezekani. Kwa mtazamo wetu kama binadamu tunaweza kuona ya kwamba haiwezekani. Tunaweza subiria wewe kwa muda mrefu. Katika hali zetu tunaweza kuwa tuko katika bonde amefunga mikafu, hatuoni msaada, hatuoni njia ya kutoka, hatuoni wa kutusaidia. Ila neno lako Bwana limetueleza siku ya leo ya kwamba ulimwambia Kristo hapo Ezekieli akabilie mifupa ile mikavu, alipoikabilia ikageuka ikakuwa jeshi kubwa. Kwa hivyo Bwana una nguvu ya kubadilisha hali zetu. Kwa Mungu Bwana tukupa neema siku ya leo, ile ambalo unaloliona ni nguvu kwako, ukaribishe Bwana yeye ambaye atakupa mamlaka ya kulinendea asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ningependa kama kuna hali ambayo mtu wa Mungu uko ndani, ambayo umejaribu kung'ang'ana katika hiyo hali haitaonekana ya kwamba unasaidika, uchukue fursa hii dakika moja umwambie Bwana ya kwamba umetoka katika hiyo hali, ulikabidhie hiyo hali kwa jina la Bwana. Inawezekana kwa nguvu za Mungu. Wengine umepitia hali ya magonjwa miaka mingi, hata unapotazama unaona ya kwamba hauna tumaini. Ningependa nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba kwa nguvu za Mungu inawezekana. Wengine umepitia shida zinazochoma kama moto, kwa macho yako unaona ya kwamba haiwezekani. Ningependa nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba Mungu anasema kwamba unaenea hali hiyo, na yote yanawezekana katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakushukuru, Bwana tunakuabudu asubuhi ya leo. Asante kwa sababu wewe unatujua, wewe unaelewa hali zetu, wewe unaelewa matatizo yetu. Tunajisalimisha kwako, hali zetu zote kwako Bwana. Tukiwa katika hiyo hali
Tumepata neno la Bwana na kabisa tumeona vile Mungu alisababisha mifupa mikavu ikapata kuwa jeshi kubwa, kukawa na tumaini tena. Nasema nitafungua makaburi yenu, niwafufue kutoka mle ndani, ili mkaweze tena kusimama na kuwa na uhai. Kuna mahali umekosa tumaini, kuna mambo ambayo yamekuwa magumu sana. Kuna Mungu ambaye aliyesababisha mifupa ikawa na uhai tena. Waliokuwa wanalia wakisema kwamba tumezaulika, ikawa ni jeshi kubwa tena katika jina la Yesu Kristo. Kuna maswali mengine unajiuliza, nasema ni nani atanisaidia? Kuna Mungu wa Israeli ambaye ni muweza mambo yote, na katika yeye mambo yote huwezekana. Katika yeye tunapata ushindi, katika yeye tunapata uponyaji, katika yeye tunainuliwa tena, katika yeye tunapata msamaha wa dhambi. Nawezekana katika asubuhi ya leo, hiyo hali sio ya milele. Bwana anaweza kubadilisha hali yako. Unaweza kusimama tena, unaweza kushuhudia tena mambo makubwa ambaye Bwana ameyatenda katika maisha yako. Unaweza kusimama tena katika wokovu, unaweza kusimama na ufanye kazi ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mifupa mikavu ikapata kuishi tena, Mungu akasababisha ikaishi tena, ikawa jeshi kubwa na watu wakashangaa. Inawezekana hata katika asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu wa Nazareti, Bwana kukuinua tena na kukupa nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Nataka uchukue imani tunapoenda kuomba pamoja. Baba Mungu uishi milele, katika jina la Yesu Kristo. Jina hili la Bwana Yesu ndilo jina tumepewa, lenye mamlaka na nguvu zote. Tunapolitaja mabadiliko huonekana. Tunapolitaja jina la Bwana Yesu, mapepo yanatoweka. Tunapolitaja jina la Bwana Yesu, tunapata tumaini mpya. Tunapotaja jina la Bwana Yesu, njia zilizofungika zinafunguka. Tunapolitaja jina la Bwana Yesu, linatupa nguvu za kwenda mbele, linatufanya tuwe bora kuliko leo kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu ametusikiza, kuna mtu ametutazama. Nimetuma neno kwa maneno hili likaleta tumaini katika ile ndoa, leta tumaini katika ile familia, leta tumaini tena katika ile biashara, leta tumaini katika maisha ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru, tunakuabudu, maana matendo yako ni makubwa. Nimetangaza baraka, nimetangaza neema, nimetangaza kuinuliwa, uzima na uhai, maisha marefu kwa jina la Yesu Kristo. Ondoa mikosi na balaa, ondoa maroho ya wivu, ondoa maroho ya kukosa tumaini, ondoa maroho ya kurudi nyuma, ondoa maroho ya utasa, ondoa maroho ya wachawi na waganga, ondoa maroho ya majini, ondoa kila nguvu zote za upingamizi kinyume na watu wako katika jina la Yesu wa Nazareti. Nimetangaza nguvu zako zikasababisha vile ambavyo vimekufa nikapata kuishi tena. Jina la Bwana lipewe sifa. Na inuwe mbele yote maana ni Mungu.
Bariki kanisa lako. Sasa ni kanisa yao. Bariki Kenya. Sasa ni Kenya. Bariki Afrika. Sasa ni Asia. Bariki ulimwenguni kote. Sasa ni Sekima. Tuandae kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Kwa Bwana tuwe tayari. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa yote na vyote. Hii ikiwa ni Jumapili ya mwisho katika mwezi wa kwanza, tunakushukuru kwa sababu umetubeba kwa mkono wako ulio ndani. Tunapoingia wiki ijayo, Jumapili ya kwanza katika mwezi wa pili, tunaomba uenende tena pamoja nasi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeomba na kuamini na mtu wa Mungu asema amen. Amen. Bwana tubariki sana. Inawezekana yale ambayo hayawezekani kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Mtumainieni Bwana na utaona matendo makubwa. Tunaweza kufanya ibada kukamilika kwa kutoa sadaka zetu, kutoa fungu zetu. Labda uko hapa karibu, unaweza kuja hapa mbele, na wale ambao mkumbali, unaweza bado kufanya kazi ya Bwana. Unaenda kwa M-Pesa, unaenda pale lipa na M-Pesa, unaenda buy goods and services, alafu utaweka tili namba hii ambaye ni 88 na itakuwa umeweka pesa katika kanisa letu la Nyamataro PLG Church. Bwana akubariki. Bwana akutende mema kwa kuwa pamoja nasi katika mwezi wa kwanza, na leo ikiwa ni Jumapili ya mwisho, tunakukaribisha tena wiki ijayo, wiki ya kwanza tuweze kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana wabariki sana. Tunapoenda katika madarasa yetu ya Sunday School, ili jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana wabariki.